Jumuiya ya Wakimiti Tanzania, nuru ijayo mbele yetu kila siku, ni mwendelezo wa kitabu cha Fikra kwa Falsafa Asili ni Bahari ya Ufinyanzi. Mwandishi ni Komanya Fimbo. Tuendelee kudurusu ili tupate kufahamu na kuelewa nuru ijayo mbele yetu kila siku. Fikra ni bahari kuu ya uumbaji. Kutokea kwa binadamu hapa duniani ni muunganiko wa pamoja wa viambata vikuu vya asili vinne: nuru kuu iangazayo ulimwengu, yani roho, ambayo kwa uelewa rahisi ni fikra pevu katika kiwango cha juu kabisa; ardhi, ambao ni udongo, yani mwili; maji, ambayo ni utakaso au nakishi ya mwili kurahisisha kujiendesha wenyewe; na mwisho ni hewa, ambayo ni pumzi ya uhai. Pasipo kimoja kati ya viambata hivi hakuna maisha kwa vyovyote vile. Viambata hivi ndivyo vilivyobeba muktadha wa asili, ambaye ni Mungu mwenyewe asiyeonekana kwa sura au umbo halisi, lakini hata hivyo uwepo wake tunauhisi. Kiambata cha nuru kuu ndicho chanzo cha msukumo na nguvu ya kuleta uzima kwenye mwili wa binadamu. Hapa ndiko liliko chimbuko la nishati zote juu ya uso wa dunia. Nishati yake hatuwezi kuishika, lakini uwepo wake tunauhisi na hujidhihirisha katika maisha yetu kila siku. Dhana hii ya nuru kuu iangazayo ulimwengu ni fikra pevu katika viwango vya juu kabisa. Dhana hii ndiye Roho wa Mungu mwenyewe ndani ya miili yetu. Katika kiwango cha chini, nuru ni sawa na fikra zetu kichwani mwetu. Huku ndiko mawazo mamia kwa mamilioni huzalishwa. Dhana hii inatawala kwa kanuni ya asili semayo, kama ilivyo huko juu ndivyo ilivyo huku chini. Juu mbingu kama tulivyozoeshwa, chini duniani vile vile. Mawazo haya ni masafa, shinikizo la ndani lenye kutaka maumbo mbalimbali yatokee katika hali halisi kwenye upeo wa macho ya nyama. Kwa kuwa mawazo huwa mengi sana katika ubongo wa binadamu, wingi huu ni sawa na viumbe maji ndani ya bahari. Viumbe hivi ni maelfu kwa mamilioni. Hata hivyo, kiumbe chenye nguvu baharini ndiyo hujitokeza na kutawala viumbe dhaifu. Dhana hii ni sawa na wazo lililo bora kati ya mawazo mengi kichwani mwa mtu. Endapo wazo hili litaibuliwa kutoka katika bahari kuu na kuelekezwa katika namna moja na bora kwa kulinena na kulifanyia kazi kwa viungo nyumbulifu vya mwili, hugeuka kutoka katika wazo na kuwa umbo halisi. Inawezekana, japo baadhi yetu tulio wengi tunashindwa kutekeleza hili kwa sababu mbali, lakini sababu zilizokuu ni tamaa, ubinafsi na majivuno. Hali ambayo ni sawa na kurejea kwa nuru kuu katika giza. Hata hivyo, yeyote mwenye kujua gizani ndiko nguvu ya nuru kuu iangazayo ulimwengu hukusanya nguvu na kurejea kwa ari na nguvu mpya kila asubuhi mashariki. Atalazimika naye kulirejesha wazo lake kwa mara nyingine. Ikumbukwe, kuna nguvu iliyo kinyume kwa wazo lililo bora, yenye ukubwa na kiwango kile, kiasi kwamba inaweza kuwa nguvu hiyo kudhibiti wazo bora lisiweze kujidhihirisha katika umbo na sura halisi. Cha msingi, ili wazo bora lipate kutawala nguvu hiyo, lazima lipewe muda mrefu wa kuweza kulifanikisha liweze kutokea. Baadhi yetu tulio wengi tunalazimisha wazo hilo liweze kutokea na kuwa halisi kwa muda mfupi, kitendo ambacho kinapelekea tamaa za kuvunja kanuni za maelewano katika ulimwengu, yani MAT. Tafsiri ya MAT inapatikana kwenye kitabu cha Juakita, Nuru Ijayo Mbele Yetu Kila Siku, na Komanya, mwaka wa 2026. Vitendo vya uvunjwaji wa kanuni hizi hupelekea mtu kuwa mbadhirifu, mdhalimu, mwizi, muuaji na kadhalika, vitendo ambavyo hupukutisha kabisa wazo hilo kutoweza kutokea milele daima. Ili kuvishinda vitendo hivi na wazo bora liweze kutokea, ishike kanuni ya asili semayo, kama mtu asivyoweza kuona mwanzo na mwisho wa anga, ndivyo maisha ya binadamu yalivyo na ukomo hapa duniani. Hivyo, kuwa mtu wa kiasi
na kiasi ndicho huleta utulivu katika nafsi ya mtu. Utulivu huu hupelekea msukumo ndani, kuleta njia na namna bora ya kulifanikisha wazo bora liweze kujiumba.